upinzani hatuna sera. Sera yetu ni moja peke yake. Sera yetu ni kuondoa Ruto kwenye mamlaka. Tukisha kumuondoa 80% of our problems zitakuwa zimefanya nini? Zitakuwa zimeisha. Na tukichukua hatamu ya uongozi, tunaondoa SHA, tunaondoa CPC, tunaondoa housing levy. Si ndio? Watoto wetu wapate kazi, wapate ajira, si ndio? Wakulima wetu wapate pesa kwa mfuko. Hiyo ndio taifa ambayo tunataka. Hatutaki Kenya ambayo inaongozwa na ukabila na chuki na matusi na kuleta madharau katika State House. Imekuwa mahali kama ni mahali ya chang'aa. We must return dignity to our institutions. Harambee! Wanasema wataleta pesa kununua nyinyi, mwapatie hatamu nyingine. Pesa ikikuja kuleni pesa, si ndio? Lakini kura, jua mahali ya kuweka nini kura. Hakikisho yangu kwenu leo ni hii: sisi sio wajinga. Serikali ya Moi ilimgawanyisha Jaramogi Oginga Odinga na Matiba na Kibaki. Moi akatawala Kenya na 35%. Sisi sio wajinga, tutabaki pamoja, itakuwa sisi against Ruto. Tumeelewana? Mkiona mtu mwingine anakuja katikati ya United Opposition na Ruto, jua huyo ametumwa na Ruto kuja kukata kura zetu na hatutakubali. Miaka mwingine tena ya utumwa, mtakubali kweli? Harambee! Mumepokea salamu za kutoka Western, za kutoka Bungoma, za kutoka Trans Nzoia, za kutoka Kakamega, za kutoka Vihiga. Harambee! Mwenyezi Mungu awabariki. Tuko na ndugu yetu the Honorable J.B. Muturi, Attorney General Emeritus and Speaker of the National Assembly. Harambee! Ni one time. Sasa kidogo tu nigusie kwa nini Ruto lazima tumpeleke nyumbani. Kwa sababu anasema hatuna plan. Umemsikia Governor Natembeya amesema tukimtoa masomo lazima itakuwa ya bure. Si ndio tunataka hivyo? Matibabu lazima ikuwe ya bure vile ilikuwa wakati ya Uhuru Kenyatta. Si ndio tunataka? Lakini ndio hiyo yote ifanyike, ni lazima pia William Ruto tumpeleke kotini ahukumiwe ile mali ameiba Kenya. Tuchukue tupatie wananchi kwa sababu ni mali yenu. Harambee! Na mimi najua William Ruto anataka kuongea ati mambo ya hii ati ameshindana upande ya mambo ya MCA. Hataki tuangalie ile ukora anafanya. Na ndio kinataka kurundia tena kwamba tunataka ulimwengu mzima uangalie ile mambo Ruto anafanya, kupeana passport ya Kenya kwa watu ambao wanauawa Wakristo kule Darfur, Sudan, ni kuhatarisha maisha yetu hapa wa Kenya. Na niwakumbushe mwaka wa 1998 wale watu walibomoa embassy ya Amerika pale Nairobi, walikuwa wanatembea na passport za Kenya, walikuwa na vitambulisho vya Kenya. Watu 212 wa Kenya waliuawa pale, na wengine wengi sana wakajeruhiwa mpaka wale hawajapata hata kupata fidia. Kwa hivyo Ruto anataka tusahau hayo, kwa sababu anajua anataka amulikwe na kila mmoja duniani. Tujue wewe Ruto unahatarisha maisha ya Wakenya na ulimwengu mzima kwa jumla. Na tunasema sababu hiyo wewe Ruto utakuwa one. Harambee! Asante. Thank you very much ndugu zangu wa Ahero. Haya, ndugu yetu kutoka Meru, kinara wetu pale Meru, Organizing Secretary wa chama cha DCP, Senator Captain Mithika Linturi. Ahero amjambo. Harambee! Sasa tukiwa hapa Ahero, nataka kuuliza swali, sababu mnajua haka Kahongo kalipitia huku, kakasema ya kwamba kanataka kuinua watu, mtu wa pikipiki anunue sijui matatu, mtu wa matatu anunue mbasi, mtu wa mbasi anunue ndege.
hapa Ahero kuna mtu ameinuliwa? Kuna mtu ameinuliwa na Kasongo? Muongo si muongo, mkora si mkora. Kasongo mmesikia amesema hata yeye, hata machifu, nimekuwa nikiongea na wengine saa hii, alikuwa amewaambia hata watapata laptop. Nimeongea na chifu wengine hapa, mumeona chifu na laptop? Mmemuona na tablet? Muongo si muongo, muongo si muongo. Sasa kile mimi nauliza, sababu wewe Kasongo ulindanganya watu wa Kenya na wamekujua wewe ni muongo, siku zako sasa ni chache, uongo wako umefika mwisho. And I want to tell you that you can cheat people sometime, but you cannot cheat all the people all the time. Aende asiende, ame asiame. Asante sana. Tuko wigawaba kazi. Huye kijana wa Maro ambaye walifanya kazi na Mwai Kibaki, the Honorable Eugene Wamalwa. Ahero hoye! Harambe! Mimi nilielezwa watu wa Ahero ni watu wa tutam. Hiyo ni Ahero ya kule Kisumu, sio? Sio Ahero ya Nakuru, sio Ahero ya Bahati. Hapa mko one top. Hebu nione watu wa one top hapa, one top. Kumbe hawa jamaa walitudanganya bana. Ahero ya Nakuru ni one, Bahati ni one. Tuko pamoja jamani? Mko tayari tupeleke Kasongo nyumbani? Sisi tumeanza mikutano yetu pahala panaitwa heshima. Na tumesema ili Kenya istahili heshima tena, lazima Kasongo aende wapi? Ili pasipoti ya Kenya istahili heshima tena, lazima Kasongo aende wapi? Ili kitambulisho cha Kenya kipate heshima tena, lazima Kasongo aende wapi? Ili tutoe mambo ya SHA turudishe linda mama, lazima Kasongo aende wapi? Ili turekebishe mambo ya elimu katika taifa letu, lazima Kasongo aende wapi? Mko tayari tupeleke nyumbani? Hiyo ndio jambo sisi tumeamua na tunatembea pamoja. Lakini sababu nimeona wanahabari hapa, nataka niongezee yale Mheshimiwa Kalonzo amesema. Tumemsikia Kasongo anajigamba tangu jana ati ameshinda the united opposition. Anapiga kifua ati ameshinda uchaguzi mdogo, vitu vidogo kabisa. Leo tunataka tumwambie tukiwa hapa Ahero ya kwamba sisi haja yetu, focus yetu sasa sio hivi vitu vidogo vidogo, hiyo mabaya election. Focus yetu sasa tunataka turekebishe IEBC. We want to level the playing field. Tufanye reforms zinazohitajika recommended by the Supreme Court. Tuhakikishe ya kwamba next year tukienda kwa kura uwanja uko sawa. Hii kura ya juzi inaonekana wazi ni kura ya wizi. Katika Isiolo tumekuwa na uchaguzi mdogo. Kwa polling station moja ya Garbatula wamehesabu kura ikashinda wale waliosajiliwa kupiga kura. Hiyo ni kura ya kweli kweli? Imeonekana wazi ya kwamba hizi kimskit, the flawed process must be reformed for us to have a free and fair election. So kwa hivyo focus yetu tunarudi kwa IEBC. Tumekuwa huko last month, tumewaambia watu reducible minimums. Tuataka yule mtu anaitwa Marjan aondolewe, ameenda nyumbani. Lakini imebaki mambo ya smart matrix, teknolojia ya Venezuela ambayo wanatumia kuiba hii kura, ambayo Garbatula tumeona kwa station moja wamehesabu kura kuliko kura zilizo kwenye station. So hiyo ndio haja yetu na focus yetu. Tuambie Chairman Ethocon, tangu tuonane na wewe tumekupa team yetu ikiongozwa na wakili Ndegwa Njiru. We have not seen any results. Kama by next week hatuoni matokeo, sisi tuko tunarudi tena. Lazima tusukume, tuhakikishe marekebisho yamefanywa kabla ya uchaguzi. Mtatunga mkono jamani? Sisi tumeamua tutembee pamoja. Barabara hii tulipita na Mwai Kibaki. Kibaki na Wamalo hayati walikutana Nakuru na kina Ngilu na kina Raila Odinga, wakaamua waunde serikali.
Nakuru ikiamua, Kenya imefanya nini? Imeamua. Tuotu tulipotoka Nakuru tukapita barabara hii na mzee Kibaki hadi Nyahururu, tukaenda hadi Nyeri, tukapeleka mzee Kibaki Othaya. Tulipotoka huko tukashinda uchaguzi, tukaunda serikali. Twataka mtupe huyu Rigiji, tunaenda naye mpaka Nyeri vile tutembea na Kibaki. Tuunde serikali, tupeleke Kasongo wapi? Mtashikilia kiongozi wenu Rigiji? Tutembee naye vile Kibaki na Omalo walitembea? Wakikuyu ninyi mnasema ruirushoke mkaro. Asante, Mungu awabariki. Asante. Ahero hoi. Kwa sababu tuko na mkutano ingine kubwa maili 10, alafu Kambazi, alafu Subukia, then Nyahururu. Wao viongozi nitawajulisha, you just wave, tutaenda kusukumuza mbele. Unasimama hapo kwa jukwaa, una wave, unapigiwa makofi. Mheshimiwa Major Donk, mjumbe wa Embakasi Central, pigieni makofi. Senator Kio Wambua, Senator wa Kitui, pigieni makofi. Mheshimiwa James Mwangi Gakuya, Mheshimiwa wa Embakasi North, makofi. Senator Joe Nyoto wa kule Murang'a, pigieni makofi. Mheshimiwa John Kagushia, Mheshimiwa wa Mukurweini kule Nyeri, pigieni makofi. Mheshimiwa James Munyoro, the MP for Kegumo huko Murang'a, pigieni makofi. The Honorable Gitonga Mukonji, MP wa Manyata pale Embu, pigieni makofi. The Honorable Kanini Kega, mjumbe wa East African Legislative Assembly, pigieni makofi. The Honorable Kamanda Mwafrika, the MP for Roysambu jijini Nairobi. The Honorable Wanjiko Mohia, the MP for Kipipiri Nyandarua. The Honorable Onesmus Gogoyo, mjumbe wa Kajiado North pale Nairobi. The Honorable Millicent Omanga kutoka pale jijini Nairobi. The Honorable Nzambia Ijilia kutoka pale Kilome. The Honorable Mwago, the MP for Starehe. The Honorable Kimilu, the MP for Kaiti. The Honorable Susan Kemba, the MP for Makueni. The Honorable Mboi, the MP for Kaviani. The Speaker of the Nyeri County Assembly, the Mheshimiwa Gechohe. The Speaker for the Makueni County Assembly, Douglas Bilu. Tuko pia na Mubangoni, Victor Munyaka, the former MP for pale Machakos Town. Tuko na Ndegwa Njiro, wakili wetu. Patia microphone hapo. Atoine na karobo gokobo. Tutige ithera Kasongo neguo. Neguo ando ahero muriega. Muriega ringi. Ni mwakena ni kuona atongoria aya. Ni mugwetekira kurugama na Rigiji. Inywe ni mutuete ate Rigiji niwe mutongoria wa goko gwito Kirima. Wapi nduru ya Rigiji? Tugacoka tukauga atiriri. Gatongo atwekerete okombo, agatwekera okombo wa mebuko akoraga ciana cito tukauga tutengirira Gasongo turi ngombo niguo andu aitu. Indiria Isiraeli manyititwo memigwate, aria manyitite mameraga. Tuinire inyimbo iria mwainagira Ngai wanyu, mwariore mutukenie. Ngai mutoe Ngai wito, Ngai mutoe uria tarie. Nyimbo cia Ngai wito riri muoyo, ate twahota atia. Asanteni sana. Tuko na mjumbe wa Tetu huko Nyeri, the Honorable Wandeto. Na tuko na Getungati kutoka Nyandarua, Senator John Medho.
Patia microphone aseme jambo. Ahero hoye. Ahero arambe. Andũ ahero mũrĩ okuo. Kuma rĩrĩa twĩrĩgaine. Ndengeretio nĩ thigari. Ikĩhũra tia gas. Ndakinya ahero mũkĩmera magerie. Makai atumia arĩa mwahithire gatuka-inĩ na haha. Makai witũ amũrathime mũno. Sasa hapa ahero mnasemaje? Mtu ya vuvuzela usipige vuvuzela. Nataka nisikie wananchi. Hapa Ahero mnasemaje? Nionyesheni kwa kidole hapa Ahero mnasemaje? Harambe! Mwizi aende asiende. Muuaji aende asiende. Kasongo aende asiende. Wacha niona watu wanasema aende. Asante. Swali moja tu ya mwisho. Hapa Ahero chama ni gani? Hapana, sijasikia. Chama ni gani? Chama ni gani? Asanteni sana, mwadhani ya muradhime. Haya, washa ni muoneshe viongozi, hawataongea. Wale wanasimama viti, wanaingia hapo, wana wave, mnawapigia makofi. Katika kiti cha gavana, Geoffrey Mwangi. Simama hapo, anaitwa Geoffrey Mwangi, anataka kiti cha gavana, pigia makofi. Tuko na Ibrahim Karanja, anataka kiti ya gavana, pigia makofi. Tuko na Peter Mbai, anataka kiti ya senator, pigia makofi. Tuko na Karanja wa Mariamu, anataka kiti ya senator, pigia makofi. Tuko na Lawrence Karanja, anataka kiti ya senator, pigia makofi. Tuko na Same Moraya, anataka kiti ya senator, pigia makofi. Tuko Assumpta Moirore, anataka atoa yule Chelule aende asiende. Haya, pigia makofi. Tuko na Beatrice Mombi, anataka kiti cha women rep hapa Nakuru. Beatrice Mombi, pigia makofi. Tuko na Rehema Jerry, anataka kiti cha women rep. Tuko na Eunice Wamboi, mama soko, pigia makofi. Tuko na Pauline Moirore. Wapi Pauline? Hakuna. Edith Kamindo? Hakuna. Muthoni Wainaina? Hakuna. Harmony Kabogo? Pigia makofi. Asante. Wale Philomena Jerry Mwaneki? Pigia makofi. Madam yaipo naitwa? Mwende, haya Mwende. Anataka hapa women rep na waipa, pigia makofi. Huyu Rasta, simama hapo. Unaitwa nani wewe Rasta? Thomas, pigia makofi. Wewe madamu unaitwa? Elizabeth anataka kiti cha women rep, pigia makofi. Kiti cha ubunge. Haya, tuko na Wahome Jambo Kenya, anataka kuwa mjumbe wa Bahati, pigia makofi. Tuko na Mary Justus Manabi, anataka kuwa mjumbe wa Bahati, pigia makofi. Haya, tuko na kijana Jenga Waithera, anataka kuwa mbunge. Tuko na Benson Mwangi wa Malori, anataka kuwa mjumbe wa Bahati. Tuko na Kevin Migongo, anataka kuwa MP Bahati. Haya, hii ni wadi gani? Hii ni Haya, tuko na Enoch Orina Makana, anataka kuwa MCA. Tuko na Joseph Kiarie Chege, hayuko. Isaya Gicheha Mungai. Asawa, iko ingine hapa. Haya, watu wetu tumekubaliana. Nani? Ako wapi? Ako wapi? Hayuko hapa. Anafanya nini mbele? Anatoa kiti wapi kama hapa iko pale wananchi wako? Haya, pigieni makofi na absentia. Harambe. Tumekubaliana wapi Ahero? Netoiguithania. Aigana Maruga Kasongo inoke. Aigana Maruga Susan Keka inoke. Aigana Maruga Tavida Karanja inoke.
aigana maru